Karibuni katika mfululizo wetu ule tunaozungumzia kwamba Isa bin Maryam anayezungumziwa katika Qur'ani si Yesu Kristo wa Nazareth ambao tunamsoma katika zile Injili na vitabu vingine vya Agano Jipya, na ambaye tunapokwenda kusoma katika Agano la Kale tunaona akitabiriwa kwamba atakuja na kwamba atazaliwa na bikira na atakufa msalabani na kufufuka na ndiye atakayekuwa Mwokozi. Naam, katika zile awamu ya kwanza na ya pili ya mfululizo huu tuliona kwa uthibitisho kwamba tofauti kubwa baina ya hawa watu wawili tulianzia na kuhusu majina yao, na katika awamu ya pili tukaangalia kuhusu ukoo wao, kwamba hawa watu si tu wanatofautiana kwa majina, lakini pia ubini wao ni watu ambao ni wawili tofauti kabisa. Awamu hii na ambao ni ya tatu na ya mwisho katika mfululizo huu, japo kuna sababu nyingi sana tungeweza kuzungumzia, lakini nimeamua kuchukua hizi sababu tatu kurahisisha tu, na ndio sababu kubwa muhimu. Tunazungumzia kuhusu hatima ya huyu Isa bin Maryam na hatima ya Yesu Kristo wa Nazareth katika maisha yao ya duniani, nini kiliwapata. Na kwa kuanzia tu tuone jinsi gani Qur'ani inavyozungumzia kwamba maisha yake duniani yaliishia vipi. Tunakwenda kusoma sura ya 4 ya Qur'ani, aya ile ya 157 mpaka 158, lakini tutaona katika Qur'ani hii inamzungumzia vipi. Sura ya 4 aya ya 157 158 nasema hivi: na kwa kusema kwao sisi tumemuua Masihi mwana wa Mariamu mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hiyo wamo katika shaka nalo. Wao hawana yakini juu ya hili, isipokuwa wanafuata dhana tu, na kwa yakini hawakumuua, bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hekima. Tunaona mambo kadhaa hapa kwa mujibu wa Allah anachokizungumza. Kwanza anazungumzia kwamba wale Wayahudi waliomuua Bwana Yesu. Sasa nazungumzia Bwana Yesu kwa sababu wao Waislamu wanasema kwamba huyu Isa ndio Yesu. Kwa hiyo utaniwia radhi kwamba ninavyotumia maneno haya, kwa sababu nasema kile ambacho nakidai Waislamu. Sisi kama Wakristo, Isa si Yesu, lakini nataka nitumie lugha hii ili kufahamisha kwamba kama huyu angelikuwa ni Yesu, na kama Wayahudi ambao walikuwa wamemuua walikuwa wanasema kwamba tumemuua Masihi. Sasa mambo kadhaa. La kwanza kabisa, unaona jinsi gani mwandishi wa Qur'an asivyojua mila na desturi na imani za Kiyahudi zilivyo, kwa sababu laiti Bwana Yesu Wayahudi wangemkiri kwamba yeye ni Masihi, wasingelithubutu kumuua, kwa sababu Masihi ni wadhifa ama ni nafasi kubwa sana kiroho, kwamba ni chaguo la Mungu aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kazi rasmi ya Mungu. Kwetu sisi wa Kristo, tunaposoma Injili tunaona wazi kwamba kifo cha Bwana Yesu Kristo kilitokana na kwamba wale Wayahudi hawakumkubali, hawakuamini kwamba yeye ndio Masihi au yeye ndio Mwokozi na yeye ndio aliyekuwa akitarajiwa kuja. Ndio sababu ya kumfanya Bwana Yesu auawe. Naam. Sasa kitendo cha wao hapa, huyu mwandishi wa Qur'an kusema kwamba Wayahudi wanasema tumemuua Masihi Isa, hapa yenyewe ni mkanganyiko mkubwa. Lakini unapoenda kwenda mbele zaidi unakuta kwamba wanasema huyu mfasiri kwamba hawakumsulubu bali walibabaishiwa, kwamba Waislamu wanaamini Allah yeye aliwachanganya akafanya muujiza. Yule Isa bin Maryam akatolewa na Allah akamnyanyua, kwa mujibu wa hii aya 158 kwamba anasema alimnyanyua kwake, kwamba alichukua kwenda katika ile Allah aliko kule juu ya mbingu ya 7, na kwamba na kwa maana hiyo wanavyoamini wao kwamba mtu mwingine alipewa sura ya Isa, na wale Wayahudi walivyomuua wakawa wanajua wamemuua Isa bin Maryam. Sasa jambo mojawapo ambalo unapokwenda kusoma katika mahubiri ya Kiislamu na imani ya Kiislamu, vitu vyote unavyoviamini vinatoka katika vyanzo vyao tu. Kwa mfano swala la kifo swala la kuuawa kutokuuawa linasomeka katika Qur'ani tu, ulikuti katika ingine, na unakuta kwamba Qur'ani hapa inapingana na vitabu vya Injili ambavyo vinazungumzia kwa usahihi kabisa ili tukio la kukamatwa, kuuawa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kule Yerusalemu. Sasa jambo jingine ni kwamba Qur'ani kwa maana hiyo, kwa kuwa inapinga kifo, hakika pia na yenyewe inapinga ufufuko, kwa sababu bila ya kufa hakuna kufufuka. Kwa hiyo huyu Bwana Yesu
ambao wanamuita Isa bin Maryam ni kwamba kwa mujibu wa Qur'an hakufa, na kwa maana kwa sababu hakufa hakufufuka. Kwa hiyo yeye Allah tu alimnyakua, lakini haijulikani nani aliyekuwa badala. Lakini jambo lingine la msingi kabisa utaona ni ukatili wa aina gani huyu Allah nao alifanya, maana anasababisha mtu mwingine kuuawa badala ya Isa. Sasa Mungu kama huyu Allah angekuwa upendo yani haileti maana kwa Mungu huyu kwa nini afanye tukio hili. Sawa. Make katika mojawapo ya mambo ambayo nilizungumzia huko nyuma katika kipindi kimojawapo nilipokuwa nasema kwamba Allah si Yahweh, ni kwa sababu mojawapo inamtofautisha Allah si Mungu wa upendo. Unaona kabisa huyu Allah si Mungu wa upendo, anaenda kumua mtu mwingine, anasababisha kifo cha mtu mwingine asiyekuwa na hatia kwa kujaribu kumnyakua Isa. Lakini tuende katika aya nyingine ambayo nataka nikuonyeshe namna gani tukio hii na yeye mwenyewe Isa alivyokuwa mdogo alizungumzia nini kuhusu habari za maisha yake. Tunaenda kusoma Suratul Maryam. Hii ni sura ya 19 aya ya 30 mpaka 33, lakini mkazo huko katika ile aya ya 33. Suratul Maryam aya ya 19 hii sura ya 19 aya ya 30 mpaka 31. Sasa Isa hapa anazungumza akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanya nabii na amenifanya mbarikiwa popote nilipo, na amenihusia sala na zaka maadamu ni hai, na kumfanyia mema mama yangu, wala hakunifanya niwe jeuri muovu, na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Naomba nirudie hii aya ya 33. Isa huyu anasema hivi, na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Haya mambo matatu Isa bin Maryam alivyokuwa mdogo, maneno haya alikuwa akizungumza akiwa mtoto mdogo wakati huo, kwamba amani iko kwangu siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa. Anazungumza wazi, lakini unaposoma Qur'ani hukuti hichi maana ni kama vile huyu Isa anatoa unabii kuhusu nini kitachompata. Lakini katika Qur'ani swala la kufa halimo na swala la kufufulia pia halimo. Sasa mwandishi wa Qur'ani hapa kwanza anatengeneza mkanganyiko mkubwa kwamba huku anakaa na kufa na pia huoni ufufuko, lakini huku unamuona Isa bin Maryam akiwa mdogo anatabiri kifo chake, anatabiri pia ufufuko wake. Sasa kwangu mimi kama Mkristo naona mambo kadhaa. La kwanza kabisa, aidha inathibitisha kabisa kwamba aidha Qur'ani si kitabu cha Mungu, kwa sababu tunauona huu unabii haukamiliki, na Mungu wa kweli huwa anakamilisha unabii. Tutakwenda katika kitabu cha Biblia katika Agano la Kale, tunaona namna gani Mungu kwa kupitia manabii anaelezea kuhusu tukio litakalotokea kuhusu huyu Yesu Kristo wa Nazareth. Lakini pia tunaona kitu kingine, hii ni dhana kwamba kuna uwezekano mkubwa mwandishi wa Qur'ani hakuwa mmoja. Ile tuliyoisoma kwenye sura ya 4 mwandishi ni tofauti na ile tuliyosoma katika sura ya 19 Suratul Maryam. Hawa ni waandishi wawili tofauti, au pengine huyu Allah tu alikuwa tu hayuko makini katika kuandika. Na kimsingi tukiacha madai ya Waislamu kwamba kitabu hiki ni kitabu kilichoteremshwa na Allah, Mungu mwenye kujua kila kitu, tunaona wazi hapa kitabu hichi ni kitabu cha kibinadamu. Nitakuja huko mbele nitazungumzia kuhusu namna gani Qur'ani ilivyokuja ikatokea au ilivyokuwa tunasema ilivyokusanywa. Hakuna mkono wa Mungu, hichi ni kitabu cha kibinadamu, na mfano mmoja wapo ndo kama kuna mifano mingi sana mndani, lakini sio kwa siku ya leo, tutaendelea zaidi. Lakini turudi katika Biblia takatifu ambayo tunaenda kumzungumzia sasa Yesu Kristo wa Nazareth, Bwana na mfalme na mwokozi wa wanadamu. Tunaanza kwanza katika lile Agano la Kale, tuone unabii wake unasema nini. Tutaanza kwanza katika Zaburi ya 22. Tunaenda kusoma Zaburi ya 22. Hii ni Zaburi ambayo sehemu kubwa iliandikwa na mfalme Daudi. Zaburi ya 22 mstari wa 7, tuanza na mstari wa 6 kupata mtiririko mzuri zaidi. Mstari wa 7 mpaka wa 6 mpaka 18. Nasema hivi: lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumi wanadamu na mzaha wa watu. Wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na mponye, na muokoe sasa, maana amependezwa naye. Naam, wewe ndio ulionitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa
tangu tumboni. Toka tumboni mamangu ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu, kwa maana hakuna msaidizi. Mahafali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga. Wananifumbulia vinywa vyao kama simba aparuraye na kunguruma. Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imeteguka. Moyo wangu umekuwa kama nta na umeyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gaya. Ulimi wangu umembatana na taya zangu. Unaniweka katika mavumbi ya mauti, kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Wamenizua mikono na miguu, na uweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wao wananitazama na nikodolea macho, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Zaburi hii ya 22 ni zaburi ambao ukiisoma kuanzia mwanzo unaona utabiri ama unabii wa kuhusu nini kinakuja kumpata Bwana Yesu. Vitu vingi hapa vinatokea. Kwa mfano, unaposoma Injili unaona matukio kadhaa yanazungumzwa hapa. Kwa mfano, anapozungumzia kwamba wanagawanya nguo zangu, unakuta ili tukio, wanapigia vazi langu analipigia kura, analiona ili tukio na mambo mengi. Kwa hiyo hapa ni Bwana Yesu anaelezea jinsi gani kifo chake kinakuja kuwa, namna gani watu wanamdhihaki, wengine wanatikisha vichwa, vyote unaviona, wananitemea uso, vyote unaviona. Kwa hiyo hapa unaona tukio la kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo anapokuwa pale msalabani. Mzaburi kwa namna ya ajabu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anatoa unabii. Twende tukasome kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 53, sura moja maarufu kabisa. Hii ni sura ambayo inabeba unabii kamili unapoisoma hii sura. Nitasoma tu vipande, lakini hapa nitakutumia kipande ambacho kinatabiri kifo cha Bwana Yesu. Tunasoma Isaya 53 sura ya 3 mpaka ile ya 9. Inasema hivi: alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya wasio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Huu ni nabii ambao unapousoma na unapoenda kusoma Agano Jipya unaona jinsi gani unatimilika. Unaona vitu vingi sana. Kwa mfano, unaposema alipokuwa mbele hakufunua kinywa chake, na kweli unaposoma pale Bwana Yesu anapokuwa mbele ya Pilato na mbele ya wale wa Mafarisayo na pamoja na yule kuhani mkuu, mara nyingi alikuwa amenyamaza kimya mpaka alipokuwa labda anapoapishwa, ndipo anapozungumza. Hakutoa maneno mabaya. Na pale msalabani alisulubiwa pamoja na wezi wawili, mmoja kushoto mmoja kulia, na ndipo anaposema kwamba wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Na Bwana Yesu alizikwa katika kaburi la mtu mmoja alikuwa tajiri sana. Naam. Kwa hiyo tunaona utabiri huo. Utabiri mwingine tunaenda kusoma katika kitabu cha Zakaria. Tunaenda kwenye kitabu cha Zakaria. Safari hii tutasoma Zakaria sura ya 12 mstari wa 10 mpaka wa 11. Zakaria sura ya 12 mstari wa 10 mpaka 11. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwomboleza kama vile mtu amwombolezavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Tunamwona Zakaria hapa anatoa unabii namna gani pale Bwana Yesu anapokuwa msalabani, jinsi watapokuwa na huzuni, watapata uchungu kama vile wapatapo uchungu juu ya mzaliwa wa pekee. Watamwangalia yule waliyemchoma, maana Bwana Yesu alipigwa misumari ya mikononi pamoja na miguuni na kuchoma ubavuni na mkuki, mbali ya kwamba aliwekewa taji la miba kichwani na kadhalika. Lakini mbali ya kuhusu utabiri wa kifo na mateso yake na kifo,
Agano hili la kale katika baadhi ya vitabu kama tulivyoona pia linaendelea kutabiri ufufuko wa Bwana Yesu. Turudi katika ile Zaburi ya, tutaenda kusoma Zaburi ya 16 mstari wa 9 mpaka wa 10. Unasema hivi: kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nao utukufu wangu unashangilia. Naam, mwili wangu nao utakaa kwa kutumaini, maana hata kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wake aone uharibifu. Huu mstari wa 11 unaeleza wazi kwamba jinsi gani huyu Bwana Yesu anazungumzia kwamba japokuwa nitakufa lakini nitakaa katika matumaini, kwa maana hata kuacha kuzimu nafsi yangu haitabaki kuzimu, wala hautamtoa mtakatifu aone uharibifu. Maana mwili wake haukuoza, maana siku ya tatu Bwana Yesu anafufuka mzima katika utukufu mkuu na kwa maajabu kabisa. Tunaenda kusoma yote haya, tutaenda kuona katika Injili. Tukasome Isaya sura ya 5, ile sura ya 53. Tusoma sura ile 50. Nilikwambia pale mwanzo kwamba Isaya sura 53 ni sura imebeba unabii wa kifo na ufufuko. Kwa safari nitakusomea ile ya 53 mstari wa 10 na wa 11, ambapo sasa unaona Isaya anaandika, anatabiri kuhusu ufufuko wa Bwana Yesu. Nasema hivi: lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapomfanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika, kwa maana maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwamba huyu Bwana Yesu pamoja na kwamba atakufa, lakini ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Sasa kwa mtu ambaye anaishi, anaonaje siku zake siku nyingi? Tunamuona jinsi gani kwa namna ya ajabu Isaya anazungumzia kwamba huyu Bwana Yesu pamoja na yote bado ataona siku zake kwa siku nyingi, lakini pia ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Baada ya kufufuka, anaona kwamba hapa utimilifu wa wokovu na msamaha wa dhambi unapatikana kwa msalaba, na ndipo maana anasema kwamba ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Naam, tunaona jinsi gani Biblia takatifu inavyomzungumzia katika Agano la Kale, inavyotoa unabii wa kifo na ufufuko wa Bwana Yesu, kitu ambacho kwa upande mmoja kwenye ile tumesoma ile Qur'ani sura ya 19 mstari wa 30 mpaka 33, ambao kwa kiasi fulani unaendana na kinachoonekana katika Biblia katika Agano la Kale, hata pia katika utimilifu katika Agano Jipya. Lakini anapokwenda huyu mwandishi wa Qur'ani, anapokwenda katika aya ya sura ya 4 aya 157-158, anapotea, anapinga ule unabii ambao yeye mwenyewe huyu mwandishi wa Qur'ani aliutoa katika ile sura ya 19 suratul Maryam. Sasa nini maana yake hapa? Sasa sitaki kwenda kukuchosha na maandiko mengi, lakini nitakwambia hata wakati Bwana Yesu alipokuja ulimwenguni, wakati akiishi akiwa na wanafunzi wake, yeye mwenyewe bado alitabiri kifo na ufufuko wake mara 3 katika Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Luka. Zote anawaambia tena na tena na tena wanafunzi wake kwamba nitakamatwa, nitauawa na nitafufuka siku ya 3, mjipe moyo. Kwa mfano Mathayo 16:21 anatabiri mara ya kwanza, 17:22 mpaka 23 unamwona Bwana Yesu kwa mara ya pili. Alafu katika Mathayo hiyo sura ya 20 mstari wa 18 mpaka 19 tena pia Bwana Yesu anarudia. Marko naye anarekodi swala hilo katika sura ya 8 mstari wa 31, Bwana Yesu anazungumzia kifo chake na ufufuko kwa mara ya kwanza. Sura ya 9 mstari wa 31, sura ya 10 mstari wa 33 mpaka 34. Mwinjili Luka naye kabisa naye ana rekodi hili katika sura ya 9 mstari wa 22, sura ya 9 mstari wa 44 mara ya pili, na mara ya 3 sura ya 18 mstari wa 31 mpaka 33. Lakini ukitaka kupata tukio zima, maanake hili tukio linazungumzwa kwa kina, Injili zote 4 zinazungumzia kwa undani. Kwenye Mathayo utasoma kuanzia sura ya 26 mpaka 28, utaona mwinjili Mathayo anapoliandika. Marko naye halikadhalika kutoka sura ya 14 mpaka 16. Luka aya ya sura ya 22 mpaka 24. Yohana naye sura ya 14 mpaka 20. Wote hawa wanaoandika Injili wote 4 wanaelezea hili tukio kutoka pale kukamatwa kwake, kusalitiwa, kukamatwa, kuteswa, kusulubiwa, kufa na kufufuka, vyote unaviona. Sasa tumwamini ipi? Labda swali linakuja, kwa nini tunatakiwa tuamini kitabu kipi hapa?
Jambo moja la kwanza la kuifahamu kuhusu Qur'ani. Qur'ani iliandikwa mwaka 600, kati ya mwaka 610 mpaka 632. Na mtu aliyeandika hii Qur'ani hakuwa sehemu ya mashahidi hata kidogo, na wala hakutumia vyanzo vyovyote ambavyo vimetoka katika wale mashahidi wa hili tukio. Kwa hiyo linakuja karne karibu 7 baada ya tukio, halafu linapinga yale ambayo sio tu hajaandikwa na mashuhuda, lakini linaandikwa zaidi ya kilomita hili tu. Huyu anayeandika Qur'ani ameishi kilomita zaidi ya 1400 kutoka Yerusalemu, Maka huko na Madina, anaanza kuandika hivi vitu. Hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia. Watu wote wanaochunguza matukio ya kihistoria wanataka kwanza jambo wanalolitaka la kwanza kabisa ni kwenda karibu iwezekanavyo kwa lile tukio. Hapa tunaona mwandishi wa Qur'ani yuko mbali na tukio. Pili, yuko mbali katika muda na yuko mbali katika hata umbali wa kijiografia. Kwa hiyo hatuwezi kusadiki hichi tukio, lakini pia hatuoni hichi anachokiandika huyu mtu wa Qur'ani akikitoa katika tunasema vyanzo ambavyo vinaaminika. Anapokana kifo cha Bwana Yesu, huwezi kuona ile swala la kwamba alinyakuliwa akaenda sijui akawekwa mtu mwingine akabadilika. Huwezi kuona hii hadithi katika upande mwingine wowote nje ya Qur'ani, hupati. Lakini unapoenda katika injili zote 4, katika hizi injili 4, Injili ya Mathayo na Injili ya Yohana, hawa ni walikuwa wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa naye katika kipindi chote cha miaka 3 mpaka tukio la kufa linatokea na ufufuko unatokea. Kwa hawa ni mashahidi wa kwanza ambao walimjua Bwana Yesu na walikuwepo wakati anakamatwa. Na mfano mtu kama Yohana, huyu alikuwa hata chini ya msalaba, sawa sawa. Huyu Marko na Luka, hawa walikuwa ni wanafunzi wa wale wanafunzi wa kwanza wa Bwana Yesu. Kwa hiyo tuna vyanzo ambavyo vya kuaminika, watu ambao waliona, walishuhudia ile tukio kwa macho yao na walikuwa wakiishi Yerusalemu. Katika hao 4, 3 walikuwa ni Wayahudi kasoro Luka tu. Kwa hiyo wanafahamu wanachokiandika, walishuhudia na karibu wote hao ukiacha Yohana walikufa kifo cha ushahidi. Hakuna mtu anayefia uongo, ndugu zangu. Hayupo mtu anayefia uongo. Watu wanafia ukweli. Hakuna mtu anayefia uongo. Mathayo aliuawa, Marko aliuawa, Luka aliuawa, Yohana ndiye alikufa katika uzee. Lakini pamoja na hayo, katika maisha yake walijaribu kumua mara nyingi na wakashindwa. Naam, nini zaidi naweza tukakiona? Tukio la kifo cha Bwana Yesu linarekodiwa pia nje ya vyanzo vya Kikristo na vyanzo vya maandiko ya Wakristo au kutoka kwa Wakristo. Kwa mfano, kuna mwanahistoria mmoja Myahudi ambaye anajulikana kama Flavius Josephus. Yeye huyu alikuwa Myahudi aliyeishi karne ya kwanza na alikuwa ni mmojawapo wanahistoria wa Kiyahudi wanaoheshimika sana. Kati ya mwaka 93 na 94 ya karne ile ya kwanza, Josephus anaandika kuhusu kukamatwa na kuuawa huyu mtu anaitwa, kwa jinsi anavyosema yeye, mtu anayejulikana kama Yehoshua chini ya mamlaka ya Ponsio Pilato ambaye alikuwa ndio gavana wa pale Yerusalemu wakati ule. Mtu mwingine alikuwa ni Mrumi, alikuwa akiitwa Tacitus. Tacitus yeye alikuwa ni mpagani, Mrumi huyu, na alikuwa hawapendi wa Kristo kabisa. Huyu aliishi kati ya mwaka 55 mpaka mwaka 120. Ukumbuke Bwana Yesu inasadikika aliuawa kati ya mwaka 30 na mwaka 33. Sasa mtu kama Josephus ndani ya miaka si zaidi ya miaka 60 anarekodi hili tukio katika vyanzo mbalimbali. Huyu Tacitus ambaye aliishi kati ya mwaka 55 mpaka 120 naye pia analirekodi. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Thallus ambaye inasemekana, japo hakuna uhakika, inasemekana huyu alikuwa Msamaria, naye mwaka 52 analirekodi hili tukio. Mwingine alikuwa ni Mwashuru. Waashuru ni watu wa Syria, wenye asili ya Syria, alikuwa anaitwa Mara Bar Serapion. Katika mwaka wa 70 naye pia anaandika. Na hawa watu hawakuwa Wakristo wala hawakuwa na chochote cha tunasema nini, hawakuwa na faida yoyote wa kurekodi tukio hilo. Kwa hiyo tukio hili ni tukio ambalo linaaminika, na kwa mujibu wa wanahistoria wanasema katika matukio ambayo hayana shaka yalitokea, kwa mujibu wa wanahistoria, katika visa vya zamani vya kale, ni kuhusu swala la kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni swala ambalo halina upingamizi. Mtu kama Bart Ehrman ambaye ni mtaalamu mkubwa wa maandiko ya Biblia, ambaye yeye haamini Mungu kabisa, anasema kabisa katika tukio ambalo halina mashaka ni kuhusu kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale Yerusalemu. Yaani halina ukakasi, vyanzo vyake viko makini. Sasa Qur'ani inapokuja
miaka 600 na baadaye na kutuambia kwamba hakufa msalabani, mimi naweza kusema ni upuzi mtupu. Na pia Waislamu hawatakiwi kutuambia sisi tufuate yani tuweza katika Qur'ani, kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzo, mambo mawili haijaandikwa na mashahidi. Ushahidi huu unaandikwa mbali na tukio, mbali na muda. Kwa nini tubebe ushahidi kama huu ambao hauna msingi wowote tu, mtu amekaa amejiandikia? Unanielewa? Na kimsingi tunaweza kuona pia ni namna gani udhaifu wa Muhammad tunauona pia katika maandiko, kwa sababu tunaambiwa kwamba Muhammad hakuwa mtu anajua kusoma na kuandika. Tunaona hilo. Laiti angelikuwa mtu anajua kusoma na kuandika, angesoma tu yale vyanzo vya Wakristo, japo wakati ule wa maisha yake Biblia bado ilikuwa haijatafsiriwa katika Kiarabu. Pengine angesoma katika lugha nyingine, labda Kigiriki au Kiaramu au lugha nyingine, kwa sababu ukumbuke pia kuna baadhi ya Waislamu inasemekana walikimbilia Ethiopia, na wakati huo tayari vitabu vya Injili vilikuwa vimesha tafsiriwa kwenda katika lugha ya Kiethiopia. Kwa hiyo hakukuwa na sababu kwake yeye kutokujua kusoma na kuandika ndio kumeletea mambo yote haya ambayo kwa kweli ni upuuzi mtupu. Naam, naamini kwamba nimekufafanulia kwa kina, na ni imani yangu kama wewe ni Muislamu na wewe pia una kazi ya kuchunguza haya mambo. Usibebe tu na ukaenda nayo ukapayuka huko barabarani. Na sisi pia Wakristo hatuna haja ya kuimbishwa na Waislamu ambao wanakuja na kitabu ambacho hakina msingi wowote, hakina basis, tunasema katika Kiingereza, hakina basis ya claims kama hizi. Na ni matumaini yangu kwamba umenielewa, lakini kubwa zaidi kuliko lote, ndugu yangu Muislamu, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio msingi wa wokovu wa wanadamu, ambao lilitabiriwa tangu kale, tangu wakati mwanadamu wa kwanza Eva na Adamu wanapotenda dhambi. Mungu alitoa ahadi toka pale bustanini Eden mpaka baadaye kwa manabii kadhaa, anatoa ahadi ya wokovu. Na Bwana Yesu anakuja kweli na anakamilisha ule unabii, anakufa msalabani kwa ajili ya kwa sisi kupata wokovu, kututoa katika ile dhambi ambayo Adamu na mke wake Eva walituingiza. Sasa ndugu yangu Muislamu, kwa kuamini tukio hili, hii ni nguzo kubwa ya imani na ambayo inakupa nafasi wewe kupata kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwako kutokuamini hili kuna kufungia huu mlango. Ni imani yangu kwamba utachunguza mambo haya na ufanye maamuzi wewe mwenyewe. Asante sana, naendelea kufuatilia channel hii. Shukran.